ulitoka nao January, umekuja nao February, March, and this is April, na sasa unaingia May. Are you giving up au unafanya nini? Nikana kumbuka ya setting voice. Kama katika mwaka uhakikishe kwamba unapambania jambo lako. Yaani jambo lako wewe ndio kulipambania. Hakuna mtu mwingine atakayeweza kupambania jambo lako. Kwa nikala kinakumbuka ile nani hapa. Na option mbili, kupambania au kusema Bwana wewe wajua. Lakini mwisho wa siku ndio pia tabia kwamba ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Huo tu ni ufalme wa Mungu. Tembusa mengine hayo na wanataka nini, wangapi wanayataka. Na ukiachana watu wanayotaka, ni vitu gani au ni nguvu gani za ziada ambazo zinataka pia msivipate hivyo vitu tunavyotaka. And I said, yes, I'm here. We've been waiting for you. Yeah, and 27 like, we've been waiting for you. Are you sure you got your faith pumped up? I'm like, yes, I do. I believe in my Lord, the living Savior. Akisema ndio, nani kusema hapana? Hakuna. Not even me. And I will never be my own weapon formed against myself. I shall never, because even if I become one, I shall not prosper at being a weapon. Hi everyone! Hello. Welcome to Sikio Podcast. This is a platform that allows you to be heard and for you to be an ear to others in every aspect of life. Welcome on board and let's do this! Hi guys! Hello! How are you? Watu wakipendeza wanakuwa na mbwembwe. And is your microphone on? Yes. Mine too. Jamani, karibuni tena na Sikio Podcast. My name is Gift. You can just call me Gigi. Na Belinda, you can call me Belinda. Yes, karibu tena kwenye another episode. Yeah. And the good news is bado tuko mwezi May. Yeah. The most good news sasa ni habari nzuri sana, it depends. Ni kwamba tuko mwezi wa 5 na ndo wiki ya mwisho ya mwezi wa 5. Last Monday of May. Last Monday of May. So guys, I hope tumeendelea vizuri kutokea tuachane kwenye episode ya mwisho ambayo tulikuwa na nondo kama zote. Guys, if you are here on this episode na hujafuatilia the previous episode, please go and do so. And on the coming episode, we'll do our very best kuwa tunatoa some few comments ambazo tumezipata ili tuendelee kuwa encourage nyinyi ambao bado mnajitafakari kwenye kushare comments na yote hayo. Wakati tunaendelea hapa, tunataka kuendelea. Kwanza kabisa ni kushukuru ambao umeendelea kuwepo na mbele leo, tune in even for the first time, for the second time, for the 100th time and so forth. Lakini zaidi sana, if you are not subscribed, what are you waiting for? Like, what are you waiting for? Please, with all humility, number uende hapo kwenye red thing pale, go click and subscribe. It takes less than a second. Yeah, na kama kawaida, don't forget to like and share. Hii ndio fungu langu guys, and I love my choices. Yeah, hakuna namna nyingine. So yeah, how are you? Well, as you can see, God is good. Do you feel like maybe standing up and man, I love you for like all the time? God is good. How are you? By the way, I'm good. I love your like nini stripes. I love the stripes all the way. I love I love polka dots. I love stripes. So you look so stylish. You look so amazing. And wewe Sikio Podcast, remember unatuangalia na unatusikiliza, haijalishi upo zako umevaa kwenye nguo za mazoezi au umevaa kanga dera, umevaa suti uko ofisini unatusikiliza, au upo bafuni umeweka una play unaendelea zako na shughuli, you still look fine. Yeah, you fine. Yeah. So yeah, how are you? I'm good, I thank God. Oh yeah, that's good. That's good. How does it feel being alive for being alive, being healthy, navigating all the 5 months of 2025 mpaka hapa sasa? Like, how does it feel like? It feels like life is lifing. If you could have asked me this question mwezi wa 4 mwishoni, the last week of April, probably my story could have been different, and especially kama ungenikuta on those one of the peak days. Yeah, wakati tunavuka April kuingia May was a little bit tough on me, like emotionally and mentally. Like
mwisho wa siku bwana kila mtu aga na siku zake. Kuna zile siku ambazo inawezekana vitu vinavyoendelea ni kila siku. Lakini kuna siku kama vinakuhit hard like yani kama umeangukiwa na jumba like kumbe ndo hivi yani ndo iko hapo. So ilikuwa one of those days. But came May. Kwanza before ile May ya ile siku ambayo sasa ndo few hours kwa May. Nikaa nimepata kale ka moment ka like still there's so much to be grateful for. Yeah. And let me just say this. Shoga yangu amekuwa kwamba unajua shoga yangu okay bebe amekuwa akinikumbusha mara kwa mara like we should be writing down our we should be having a grateful journal and all that. Na nimekuwa mtu ambaye nafanya and then I stop not intending to stop lakini ninatokea kwamba nadhani ndio ile mwisho wa siku kuendelea kujikumbusha na kuteleza kuna kuwepo lakini kunyanyuka na kuendelea. So ilipofika ile mwishoni mwa April nikaona like yani kama like there is too much afu nipo kwenye ile state ambayo at the back of my mind I know I have so many things to be grateful for. Lakini ni kama nilikuwa nina vitu vyangu ambavyo nilikuwa nishaviweka pale kwenye akili yangu kwamba ni lazima viwe hivi. Yani this is how April should end. Na nilikuwa ni kama sivione. I was like I was like God like seriously like I'm opening another chapter and it's almost like na kuna vitu vingine nimetoka navyo tokea January. Nasema this is the month. Nimeingia nazo February. Nasema this is the month. Nimeingia nazo March. I'm like Utatu Mtakatifu this is the month. Utatu Mtakatifu ukapita. Nikaingia fourth chapter and I was like yeah sasa this is it. Alafu ndo hapo kuna Easter na nini sasa resurrection ndo hii hapa baada ya siku 3 the tomb is empty. Resurrection ni hii hapa baba. Sasa kuona tena mbona tunarudi kwenye crucifixion tunarudi wapi? Unajua ile moments za unapiga hatua 5 mbele unarudi 2 nyuma. So I had that moment. And I thank God and Holy Spirit kwa sababu nilikuwa kwenye kama moment and I thank God kama like still I was not alone in that moment. You know kuna hivi vitu like can be beating yourself up. Maybe unaweza ukaa like you are not thanking God lakini you just know kwamba even in this I'm not alone. So in that drench I was not alone. Then nikaa nimepata kwamba like just yani you have so many things to be thankful for. Yeah. Kwamba hata yale ambavyo hivi tu kuweza kufikiria akili yako inafanya kazi. Ndio maana umeweza kufikiria yote. Kuna watu sasa hivi hata hawajui they are alive but they don't know where they are. They don't know everything kwa sababu they are depressed. Wengine wameshapata ile critical mental illness na kila kitu. Ni kwamba they are alive lakini they can't think critically in all that. Kwa at least unaweza tu kufikiria. Kwa nikaanzia pale and I made a decision kama like okay sitosubiria tarehe 1 ndo nianze kuandika my gratitude journal upya. When like I started afresh my gratitude journal on the 30th of April. Kwa nikasema nikisema nisubiria kesho, probably kesho won't come. Probably nitaamka tena na emotions zingine. Sije nitaamka hormones zipi zimepanda, zipi zimeshuka, zipi ziko balance. Nikasema since I'm not a doctor, since I'm not here I can't test myself. Let me do it now. Cause that time I just took one of the journals ambayo ilikuwa empty. I wrote it nikasema nitaanzia hapa. And kila siku hata ikitokea kuna siku hadi Jumapili nijikuta nimeandika saa 5 za usiku. Yaani like asubuhi nimeamka kujiandaa kuandaa watoto si nini tumeenda kanisani tumerudi. Yaani siku kabla hajapinduka was like no it can't end. I just had to go and right. Kwa nini nataka kusema kwamba ingekuwa ni mwezi ulioisha ungeniuliza haya sana tarehe 28 29 pale. Maana 30 ndo niliona mwanga. Kwamba still unaweza kurudi kwa Bwana. Still you can be thankful, you can be grateful, still unaweza ukaanzia hapo. Lakini pia tarehe 30 kitu ambacho kingine nilipata msukumo wa kufanya ni kutafuta vitu ambavyo vilikuwa ni kama sio tu vinitie moyo lakini vinipe way forward. So what's next? Kwamba here I am. What's next? In sharing all this as I'm about to share this, ni kusema kwamba unajua tukiwa hapa we look all bubbly, we look all cute, we look all like with all positive energy and all that, lakini we all go through everything. We go through things. Yani we all go through everything. You get to a point una question all your life choices. Why? Like what? Yeah. Kwa hiyo nikaanza kuingia YouTube. Kwanza makao nikasema let me just ninge to Spotify. But I was like okay, I need not only to hear, I need even the visual. But like I need to be seeing things.
kuingia zangu YouTube nika check some of the videos nikapata kwa nikaanza kusikiliza na nini, ndio hapo sasa like okay, here ndo niko hapa. Yani haikuepeki kwamba reality is ndo niko hapa. How do I move forward? Nafanya nini? Lakini zaidi ya yote na kwamba move forward so issue tu. Na kuendelea kupiga steps kuelekea wapi? Like to remind myself. Kwanza ni matarajio yangu yalivyokuwa na kukubali kwamba ninachokisikia ni valid, like I'm human. Mwisho siku disappointments ipo, kuna personal disappointments, na mwingine hata sijui wengine wenzetu. Lakini hata mna mwingine you feel disappointed at God, like God, Papa. I mean, I thought we were friends. Yeah, I thought you were were my doing daddy. this. My daddy, like I thought you. Yeah, I thought you were the one who told me this. So did I tell myself? Was I hearing correctly? All that. Yeah. Kwa hiyo niko take that moment, the videos that I mean nikasema okay, everything nilichokipata hapa kimoja baada ya kingine naanza kufanyia kazi leo hiyo siku ya 30 mwezi wa 4 kama ninapoingia May naingia with this attitude kwamba sibadilishi maono yangu, sitaki kusema kwamba imefail, kwamba it won't happen. Kuna vitu kama nilivyosema nimetoka navyo January. Let's say hata tusimeta December mwishoni. Nimetoka navyo nikisema this haya nayataka yote katika 2025. Lakini haya itabidi kitokee January. Sikuja kuna yale mambo this by January set goals, specific, measurable, sijui relevant, time bound. Sijui yes. So I did all that. Kwa hata kuna hata picha zangu zingine ni kwa zile nimedownload, nimeandika na dates pale na nini. Nyingine tu nimeandika somewhere lakini nini. I'm like, hey, hiki tu nilikotoka nayo deadline ilipita. Nikai-extend. Kama sogea inazidi kusogea. Sasa will this even happen? Kwa ilikuwa ile siku nadhani ilikuwa ni either of the two. Ningeamua kujisikiliza na kumsikiliza shetani. Ningekuwa tu like okay, utakavyoamua Bwana ndivyo itakavyokuwa. Au the other way around, like okay, ulitoka nao January, umekuja nao February, March, and this is April, na sasa unaingia May. Are you giving up au unafanya nini? Nikaa nakumbuka a certain voice. Yani kwa hiyo mtu anasema ni mtumishi wa Mungu actually, na nilikuwa nimemsikiliza ile mwanzoni mwa mwaka kwamba yani anasema 2025 timu yao wao wanasema kwamba ni mwaka wa kutukuzwa na kupandishwa juu kama sikosei hapo. Kila upande wa kutukuzwa, kila upande na kupandishwa, kuketishwa juu. Lakini anasema kama katika mwaka uhakikishe kwamba unapambania jambo lako. Yani jambo lako wewe ndio kulipambania. Hakuna mtu mwingine atakayeweza kupambania jambo lako. Kwa hiyo nikala nakumbuka ile nasema yani hapa na option mbili, kupambania au kusema Bwana wewe wajua. Lakini mwisho wa siku ndio pia natabia kwamba ufalme wa Mungu unatokwa na wenye nguvu. Huo tu ni ufalme wa Mungu. Sembusa mengine hayo na wanataka mimi wangapi wanayataka. Na ukiachana watu wanayotaka ni vitu gani au ni nguvu gani za ziada ambazo zinataka pia nisivipate hivyo vitu ninavyotaka. Kwani mwisho wa siku nikaja na niko pale kwenye ile either niende au nisiende. So coming May niko kujikumbusha kama mwisho wa siku every single step counts. Na kila maamuzi counts. Maamuzi ya kukata tamaa counts, maamuzi ya kutokata tamaa counts. Maamuzi ya kufanya maamuzi counts na maamuzi ya kutokufanya maamuzi counts. Yani whatever that I decide on doing, nikiamua tu kusema na iwe it counts na it shall be so. Na nikiamua kusema kama fine, leo I feel like crying, then I'll cry myself out. Nikimaliza I'll wipe up my tears. Nitanawa uso, nitaenda kwenye kioo nitajichekelesha. Kama ni siku nataka kuapia kwenye podcast nitakuja nitapia. Na kama ndo nimepata msukumo wa kusema kwamba don't give up, shikilia, au tell you shikilia, wakati mimi at the back of my mind huko nikijiambia kwamba shikilia. So that's where I am. Tunavo wrap up May. So where are you, my friend? Wow, first of all, thank you for sharing that. That is really profound, and I love it. I love the authenticity in it, and I believe tumepata mambo kibao. One of the things ni kwamba okay, when somebody hears that okay kuna hiki na hiki anaona kwamba okay, so maybe the fact kwamba I'm not alone, and I'm not talking about not being alone in maybe getting some few things, then kwamba kuna ile kwamba okay kama Gigi maybe accomplish alichokuwa katika January, but she's still believing God, she's still pressing on. Who should also do the same thing. So thank you for sharing that. For me too, I would tell you that my story is not different from yours. Darling, because you get to a point you're like, all right. So I remember December
and I think I shared this with Gigi, December, like from December, Nikwatarian, like, first of all, I was very excited, and my excitement hasn't died off. Like, I was very excited for 2025. Hiyo ni December 2024. So, nikatu naendelea kuombea the year 2025, like, I'll pray for it. God give me a verse for the year, like, word for the year, and then nikasema nitaanza kuandika goals. So, I started learning a few things kwa ajili ya kuplan for my year 2025. So I'll check online, like watu ambao nasikiza nafuatilia nini, learning how successful people are, wanafanya vitu setting up, writing, journaling, nini. All right, so I started doing that. Putting together your goals. So I started doing that, like refining them. I'm talking about January. Refining them. So like almost half of December, nilikuwa niko like I'm writing my goals that 2025, setting up, refining, refining them. Yes, we got 2025, setting them kwa muda, kwa nini like bit kama hivi. Coming to 2025, darling. 2025 said, haha, you are here. And I said, yes, I'm here. We've been waiting for you. Yeah, and 2025, like, we've been waiting for you. Are you sure you got your faith pumped up? I'm like, yes, I do. I believe in my Lord, the living Savior. Akisema ndio, nani kusema hapana. Hakuna. Not even me. And I will never be my own weapon formed against myself. I shall never, because even if I become one, I shall not prosper at being a weapon. So, January came in. Baby. And all right, we still got February. Yeah, you know. February came in. Let's get potion. Like, Lord, sometimes I'm in my room, I'm like, yeah, nah, I think I'm doing all that I'm supposed to do. You know, staying committed, showing up. You're told the secret of your daily routine. I mean, the secret of your success lies in your daily routine. I'm like checking my daily routine. I have my non-negotiables. Like every day I have to do 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani, no matter what. Lakini mbona kama napanda vitu havifu. Yani mtu kama hata kimche hivi cha kuchonga guys. I'm telling you. Hata kuonyesha ile mbegu sasa inaanza kunaniliwa like sorry nimekukatisha. Kuna safari moja muda kidogo wadogo zangu pale nyumbani. Wakaga wamepanda ni maboga lakini mbegu inakuwa amepanda. Tukanambia yani dada tuone hata vichukue mimi tuanze kuchimbua sasa kutafuta zile mbegu kama bado zipo siku zote zishachomoka. Tumeangalia kuna moja ndio tumeona inaweza kufanya hivyo. So maybe I should have done that. Yani kwa hiyo sasa hivyo. Anyways, mambo yakakuwa kama hivyo. And the funniest part ni kwamba unakuta you are praying for somebody. Sometimes they know, sometimes they don't know. You are praying for somebody, you're like, please pray for me this. You are praying for them. And then mama, and helping. You're like, yo, God is in the neighborhood, you know, unajipale maneno yote. There was a time, for example, I can't remember like specific month, like I need 2025, like in the first 5 months, the 2025, as this episode is being released on the last Monday of May. Kwa hiyo there's a time hapo kati kuna kama imani inataka kushake, like the environment is surrounding, I mean it's shouting so loud on your face like Bathalisha, like raise your faith, like and I'm like but I'm still going to confess, I'm still going to learn, I'm still going to read, I'm still going to, you know, share the word of God to build my faith and stuff like that. And then at times, nitasikia sauti ndani yangu kwamba like, maybe you're so concerned about the how and the time, and you're not letting God do his work. Kwa sababu when he say 2025 is not over. Yeah. And by the way, even if his street was what? Like, in kwamba like, keep doing what you're doing and then let God do what he does. Kwa sababu mawazo yake sio. Like I would hear such voices at times and I believe it's the Holy Spirit. Na unakuta pia they will get you back on track. Hapo guys, not to say kuna so many good things ambavyo vimetokea ambavyo havikuwa hata kwenye my plans. Yani unajua ile, yani kwamba like kuna so many good things. I remember I said I would share one of the things that happened to me ambao miko ni record breaking kwa this 2025 kama ambavyo Sikio podcast record breaking year ndo our theme from 1 Corinthians if not 2 mpaka nimesahau ile scripture verse lakini ni Corinthians. Guys, I got an opportunity to host a
a send off as an MC, yani kama mshereheshaji. Nilihost send off ambayo ina watu almost 600. Kwangu mimi I'd never done that. Imagine. It was something so huge. Alafu sio tu kwamba ina watu almost 600 because it was more than 550 people. So almost 600, like almost 1,000. No, not almost 1,000. I hosted, yes, plus 1,000 plus. Kwa sababu nadhani tukiweka kwa hiyo context, tutadhani kidogo. So I hosted a send-off that had an audience of 1,000 people. And, yeah, glory to God. And in that send-off that had 1,000 plus people, kulikuwa kuna askofu, kuna wachungaji, kuna wenyekiti wa jimbo. So guys, you get what I am saying. So that is the Gigi was there kwenye send-off. Na ndo maana nikamwambia you know the story, lakini sijakuelezea kwamba ni record breaking ya kwangu mimi, like it's something that I'd never done. Nimehost send off parties, harusi, lakini sio ya watu wengi hivyo. So kwangu mimi kwangu ikaja like yeah. So kuna many things ambazo vimetokea ambavyo ni vizuri. Tunarudi kwenye zile za kwako zile. Ambazo kama ilivyosema Gigi ni kama so au mimi kuna nilikusikia uniambia niweke if you gave me this vision na vitu kama vile yes. Lakini another thing that I learned out of everything ambayo imetokea in the first 5 months of 2025, nikakumbushwa 2 things in the Bible. One of them nikakumbushwa sala ya Bwana. Wakati wanafunzi alimwambia Yesu afundishe kuomba kama wanafunzi wa Yohana alivyowafundisha kuomba. Akamfundisha ile the Lord's Prayer, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done here in earth as it is in heaven. And then Yesu alipokuwa Getsemane pale analia, anafanya prayers mpaka jasho linamtoka ya damu. Akawa anaomba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini si kwa mapenzi yako bali kwa mapenzi yako. So hivyo vitu really when I was contemplating on how things are, like mbona vitokea ninapotamani viko too slow ama nini hivyo, yes, nimekumbushwa hivyo vitu kwamba one of the things ni kwamba in my prayers kwanza mimi binafsi nilikuwa namsikiliza mhubiri before I share that, ila nilikuwa namsikiliza certain preacher akanafundisha anasema kwamba mwambie, yani like have the habit of praying to God, mwambie hivi akuchunguze, kwa sababu at times tunasahau, as much as we know we are human beings and the Bible says wote tumetana dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu lakini tunasahau kuna muda ni kama tunajihesabia haki sana kupitia neema ya damu ya Yesu. Tunasahau kwamba sisi wenyewe at times ni malango ya kufanya vitu viende ndivyo sivyo, either kwa kujua ama kwa kutokujua, kwa kuintend ama kwa kutokuintend. Kwa hiyo akana hivi, yani kwenye prayer life yako incorporate the tendency ya kumwambia God nichunguze. Unaponichunguza chochote kile ambacho unaona hakiko sawa, kinampa access shetani baada ya kukupa access wewe, naomba ukiondoe. Yes, hivyo. Kwa nilianzaga pia kuweka hiyo incorporate hiyo kwamba like Mungu naomba nichunguze. Maana kama ukishamba toba tu shukrani, Baba nimekuja, naomba unisaidie kile ambacho lakini atumwambie Mungu achunguze. Kwa nikajikuta naanza pia kusemeshwa kwenye eneo la kwamba not kujiona myself very righteous, na kumomba Mungu anichunguze na kumomba kwamba anaponichunguza aondoe whatever that is not giving him access ya kumpa utukufu kwenye maisha yangu, afu na baada yake nampa shetani. So I started also doing that. So when I started doing that, ndo nikapata hiyo revelation ya kwamba the Lord's Prayer na Yesu alikuwa pale kwa Gethsemane. Yes, one of the things ambavyo walikuwa anaombea na ambavyo alitufundisha kwenye sala ya Bwana ni mapenzi ya Mungu yatimizwe, na kwamba yani through all tunaona kabisa kwamba Yesu mapenzi ya Mungu ndio kwa priority. He never stopped living, he never stopped working, he never stopped expressing to God how he felt. Kwa mfano kama alivyokuta watu wanafanya nini, akasema nyumba babangu umeeleza kuwa nyumba ya wanyang'anyi like he never stopped being who he was to be on earth, lakini through all that yani kipaumbele chake kwa ni mapenzi ya Mungu. So ikanirudisha tena like okay, so I have these goals. Sio kwamba Mungu hawezi kuzitimiliza, hata akiamua kuzitimiliza general angeweza kuzitimiliza. It is nothing to him.
Lakini kasema hivi, through all these goals, yani am I focusing on God's will to be done? Kwa sababu maybe naweza nikatu just want my will kwamba at the end of the day akamwambia yeah I had these goals, nilikuwa naamka asubuhi nafanya mazoezi naomba nafanya nini, unajua ile labda unajikuta ni kama you are presenting yourself more than you are presenting God. Yes. Ama unajikuta kwamba like your will ni hivyo tu kwamba onekane I'm successful ama sini, lakini what is God's will? Kwamba at the end of the day as much as I want to work, I want to do stuff for God, lakini nisipoteze ile focus ya kwamba God's will should be done. Kwa nikajikuta tena wili kwamba okay Lord, kwa sababu Yesu alipoomba pale Getsemani, Mungu hakumjibu kikombe kukiondoa. Kwa hiyo aliendelea na Yesu akaendelea akafanya. Kwa hiyo nimejifunza kwamba like yani revelation ambayo nimepata kwamba like I keep praying, I keep doing what I'm doing, lakini ninavyoomba nimwambie Mungu mapenzi yako yatimizwe. Kuna muda ninaweza najua mapenzi ya Mungu in that thing. Kama ambavyo Yesu alijua mapenzi ya Mungu, yeye afe msalabani, lakini aliona mapenzi ya Mungu ni mazito. Not all the time mapenzi ya Mungu yanakuwa ni mazito ya kufanya tukimbie. Muda mwingine mapenzi ya Mungu ni mazuri kabisa, kwa mfano kuolewa na mume mzuri, jamani, mapenzi ya Mungu. Exactly. Ni kitu kizuri. Wewe kupata afya, kupata uponyaji, ni mapenzi ya Mungu. Yeah. So not all the time kama mapenzi ya Mungu yanakuwa ni something so hard, so tough kukimbia. Kwa kitu ambacho nimejifunza in these 5 months ama where I am wakati tunamalizia the first 5 months. Kwanza kabisa nikajikuta kwamba I want to like I'm so eager to refocus the way I pray kwanza, kwamba Mungu anichunguze. Kuna vitu vingine ambavyo ninaweza hata nisijue, lakini kumbe ni mimi mwenyewe ndo nimejisababisha, nimejiweka kwenye certain position. Lakini pia kitu kingine kwamba as much as I'm praying, I'm doing my best and everything, I should not lose focus on what is God's will. Mimi nikiachieve hizo goals, nimeachieve whatever I'm supposed to achieve, what is God's will for that, na kuombea kwamba Mungu, your will, let your will be done, na mimi nikae in alignment na his will. Now because I believe he led me into writing the goals, kwa hiyo inabidi sasa niendelee kukaa in alignment with him na kukaa kwenye focus ya kwamba let your will be done through me achieving these goals. Yes, kwa hiyo that's where I am. Wow. Yeah, mimi nachoweza kusema ni kwamba at the end of the day haijalishi wewe unaisikiliza, wewe unaangalia, na sisi ambao tuko hapa tupo wapi, kwa sababu at the end of the day inawezekana kuna watu ambao kuna watu ambao sasa tuseme kwamba they are lucky enough or they are what enough, lakini kuna watu ambao kwa majira haya neema ya Mungu au Mungu akaamua katika labda maombi yao 10 au katika matarajio yao 10 by this May 6 yamesha kamilika. 4 ndio bado, ambapo ni kitu ambacho katika ya kawaida binadamu yote akifanya kitu ukimpa zawadi au ukimcompliment kwamba like you're doing great, au ukifanya hivi, kuna namna ambayo unampa aria kwamba like yes I can do it more, kwamba like bado 4 hivi na hivi na hivi, kwa unaweza hata akaisha pia nikana niongeza au wapo. Afu kuna wale ambao pia in this season, maana majira yanabadilika lakini yani in this season until today inawezekana katika vile vitu vyako ambavyo uliviona hivi ni vya muhimu zaidi, hakuna ambacho unakiona kimetokea. Au kuna moja limetokea mawili yametokea. Mwingine haijatokea na mazingira ni yamekaa kana kwamba it will never happen. Yani sasa hapa ndo yani wewe ishia tu May. Hiyo miezi mingine fanya kama haiexist. Ishia tu May, jifunike shuka, subiria ukiamka tukwambie ni tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026 we start afresh. Lakini nachotaka kusema ni kwamba huo ni uongo na ni uongo wa shetani. Yani that's the devil, that's not God at all. Kwa sababu one thing about God, as much as naendelea kujifunza Mungu ni nani na nini na nini, ni kwamba haijalishi na kupitisha ni what season. Lakini kama umemruhusu, sababu kuwa na wewe au kuwa na mimi ipo constant, ataendelea kuwa na mimi. Lakini mimi kama nimemruhusu, kama niweze ku feel his presence, kama nimeweza kuruhusu kwamba kuendelea ku acknowledge na kusema kama like God, I believe even in this you are here. Ni kwamba kuna namna tu ambayo ataendelea kukupa assurance like I'm here. Yani kuna namna atakupa assurance, atakupa amani. Uje kupitia zile seasons, kupitia seasons ambazo everything else inakwambia like you don't have peace.
you don't even deserve peace. Kiasi kama unasikia amani afu unalazimisha kujisikia vibaya. Yeah, mimi nishakupitia. Mpaka unacheka afu unaanza kujikumbusha wewe unacheka una raha gani? Yaani unajikumbusha mwenyewe unataka kulia machozi hayaji. Huzuni deep down hauna. Yeah. You have so much peace. Yeah. Una utulivu you can't even ambao explain you cannot explain it. Na sometimes you have this certain inner joy. Yes. Like nothing, yani there's nothing ambayo na kwa sababu huna kitu cha kushow, yani you don't have something tangible to show, ndipo unapokuwa unajiambia like huyu anachekelea anaonyesha funguo ya nini, huyu anachekelea anaonyesha si labda ameenda shule, huyu anachekelea anaonyesha si labda ameoa au ameolewa, huyu anachekelea anaonyesha si business yake imefanyaje, si amepata breakthrough amepata mtoto. Yes, well, what do you have cha kujifanya you have so much peace. Kwa tunaanza tena kuificha ile the joy, yani the God's joy unaweza kuificha, unaweza kuificha kana kwamba it does not exist. Wakati uko ndani you can tell kabisa huzuni huna, mashaka huna. Ukikaa hapo unaonyesha miguu kana kwamba sio unakula kuku kwa mrija. Kumbe probably una mlo mmoja kwa siku. Bora unachotaka kusema ni kwamba in whatever season that you are in, haijalishi Mei inaishaje. Sauti yoyote kinyume ambayo inakuondolea amani, that's not good for you. That is not God's voice. Unless kama ni Mungu mwenyewe ambapo upo utaki kuepo kwa anakuondolea amani ili uweze kurudi kundini. Nje ya hapo that is not God's voice kabisa, na huo sio uwepo wa Mungu. Rebuke that voice, then refocus. Refocus. Na wakati mwingine I know it is very hard. Yani truth be told, it is very hard. It is. Wewe jaribu tu kutafuta kitu ambacho inawezekana kujisikiliza mwenyewe, it doesn't work anymore. Kama mimi April nilikuwa kule mshina, I was like no, yani hakuna kitu kizuri like I can tell myself. Hata nikitaka kujiambia I'm like I know that and it did not help. Yani I knew about that and it did not help. I knew about that. I just needed maybe a different voice, or I just needed to listen to something else. And I knew that was the Holy Spirit. And I was like, baby girl, if you want to dwell here, you'll dwell in here forever. Una maamuzi ya kubaki hapo au kuinuka na kujifukuta na kuendelea. So I thank God, sio tu niliamua lakini pia alinipa nguvu za kuendelea. Nataka kusema ni kwamba je, mwezi wa 5 unaisha, lakini the good news is bado kuna miezi mingapi? 7. June, July, August, our birthday month, September, October, November, December. Imagine bado kuna miezi mingine 7. Miezi 7 na Mungu mwenyewe ni njia zake sichunguziki. Mawazo yake sio mawazo yetu. Na namna anavyofanya mambo kama bebe alivyosema, anaweza anakuwa na option ya kufanya yote ayafanye in a day. Lakini pia kuna kitu tuliongelea one of the episodes kwamba hakuna kitu kibaya kama premature exposure. Inawezekana kuna vitu sasa hivi unahisi kama you need them yani by fire by nini. Lakini reality is ukivipata leo wewe tunakupoteza. Yani tunakupoteza sisi hadi Mungu mwenyewe anakupoteza. Kwa hiyo kwa hapo muda mwingine ni kwa jitu ya kutukava, kutuprotect na nini. What I can say is jipe moyo, remind yourself, remind of the goals that you have. Lakini katika yote tukose yote guys. Maana itatufaidia nini? Even the word tells us itatufaidia nini? Tuyapate yote afu tukose ufalme. Like tupoteze na zetu. What itakacho kusaidia? Mwisho wa siku umia, lia, garagara, fanya nini? Lakini hakikisha cha kwanza mahusiano yako na Mungu na mahusiano yako binafsi. Na kweli in tough seasons mahusiano na Mungu pia yanaweza kuwa very shaken, lakini our God is a God of mercy, is a God of grace. He is yani upendo wake hauwezi kuelezeka, kwa sababu mwingine angekuwa ni binadamu. Ukianza jinsi tunavyomtega Mungu tungekuwa ndio tunaenda hivyo kwa wazazi wetu. Wengi tungekuwa tumelaanika vibaya sana. Maana ataweza kuelezea unajua mazingira niliyokupata wewe. Unajua mpaka umeanza kujielewa mambo niliyokupita. Mpaka unaanza kuwa like hey, ilikuwa kosa ku express my emotions, like I was just saying right now I don't feel like you understand me. Afu baba au mama anaanza kuelezea unajua. Kuna hicho kimimi kimoja anasemaje, when you tell your parent a joke and then it turns into a lecture. A sermon. Sermon kabisa. Sermon. Full sermon. Imagine mama hapa anaanza kumwambia unajua wewe kidogo nitoe roho. Hey mama, I was just saying sasa hivi in this season is kama unipe nafasi ya kunisikiliza. If I nisingekusikiliza I'm sorry. Forgive me. Sasa tu imagine Mungu angekuwa mwanadamu. Mimi ningekuwa nimepotea siku nyingi. Sijapotea basi ningekuwa na alama za fimbo ambazo ziliziki. Maana hujakaa sawa kibacha. Maana kuna namna we go to God like, sir, this is mine. I deserve it.
I am holy than you. Kuna mtu anaenda unamtishia Mungu Usiponipa mimi nawe basi by tarehe ngapi utanisikizia bombani. I will know there's no God. I'll just find for my own God. Mungu anatuangalia anatucheka and it's like, do you think I need your approval to be God? Mimi nyinyi kuna vitu tu vingine you can't just say them out loud, lakini kama there is something about I say it and I say it by meaning. Mungu angekuwa ananihitaji mimi ku prove his godliness, angekuwa amekuwa maskini sana. And hahitaji kufanya kitu kwa ajili yangu ku prove himself. Yeah. Yani hahitaji kufanya kitu kwa ajili yangu ku prove himself. Tayari aisha prove himself kwa kunipa mtoto wake pekee aje anifie, mtu ambaye nilikuwa simjui, nilikuwa sijui namna ya kupenda, like I knew nothing of him. And yet kanipa this grace to be alive. Kwa sababu naweza tukamwa sasa wewe ungrateful creature. Kwa hili. Nitaka atoe kizazi kizima cha Israeli, Musa akaingilia kati. So he has all that power. He has all that. That is a very compassionate God. He's a very loving God. Na pia mimi kitu ambacho naweza nikaongezea hapo ni kwamba kuna so many voices ambazo zitakuwa zinaendelea. Na ninaongelea so many voices zingine zinakuja kwa in form of images. Ni yani kwa vile mazingira yanayokuzunguka, watu wanaokuzunguka. Kuna ile hali ya kwamba that is fact. Unajua kuna ile mtu anakuja kwamba that is fact, this is fact. Mwingine anakuja anakuambia wewe acha naniliu, stop imagine, like stop being delusional. Stop being delusional, come back to reality. Yani kuna so many things. Lakini mimi hapa tunaweza nikasema ni kwamba yani let us do our best, make it our intention to make sure kwamba no matter what is happening, no matter what is going on within us or yani like or without, tuhakikishe kwamba our focus kwenye mahusiano yetu na Mungu hayo, kwa sababu that is the only thing ambayo itatupa. Yani kama unajua ukiwa unatumia GPS ya unaenda sehemu ume miss the corner, itafanya ita reroute ili kurudisha, kwa sababu destination ni ile pale iko pale. Kwa sababu there is a destination, labda ni your goals, ni nini, your calling, whatever. Rerouting point ni kuwa connected na Mungu. Kuwa connected na Mungu. There is so much that is going on. Jamani, darling, sweetheart, my babies. Najua wengine wanangani wa baba watu wazima, ni wa mama watu wazima. Naomba naika msisitizo nikimaanisha kwamba nawapenda sana. Na ndio maana nasisitiza kwamba jamani, it is not being fanatic, it is not being sijui overly religious, it is not that. Lakini it comes back to the relationship na Mungu inayofanya, kwa sababu imagine kibinadamu tu kikawaida, utusipoenda kiroho, utusipoenda kimungu. Kikawaida tu ile mtu unakuta labda anasema kwamba anafahamiana na Mheshimiwa Rais. Ana ile personal relationship na Mheshimiwa Rais. Wewe mtu kama you don't take them lightly. Kwa nini? Kwa sababu tu ana mahusiano na Mheshimiwa Rais. Tumeenda Mheshimiwa Rais ni mbali. Ana mahusiano na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, wote walionakuwa. Ana mahusiano sijui na kiongozi gani. Ana mahusiano na mchungaji kiongozi mkubwa. Ana mahusiano yani ile personal relationship, ana mahusiano na askofu. There is a certain volume ambayo inakuwa added to that person, kwa sababu tu ana mahusiano na mtu ambaye yuko kwenye mamlaka. Ana mahusiano na mtu ambaye yuko kwenye nafasi fulani. Personal relationship, Sasa imagine uwe na personal relationship na mwenye mamlaka juu ya wenye mamlaka. Unakuwa na personal relationship na mwenye nguvu juu ya wenye nguvu wote. Kwa mwisho wa siku, that is not something small. That is not something to take lightly. Kwa mwisho wa siku, kama mahusiano tu ya kibinadamu yanatusaidia kupata a lot of things, kupata breakthroughs, kupata nini, what about relationship na Mungu? Kukwama mtu, mikwamo ipo, lakini sasa unatokaje pale kwenye kukwama? Kwa sababu unakuta ndio maana unakuta mtu anatana na situation hiyo moja, watu wali tofauti na unakuta matokeo ni tofauti. Kwa the end of the day, for our safety, for our own good, it is very much important. Kuwa na mahusiano na Mungu haimaanishi kwamba how should I put it? Kuwa na mahusiano binafsi na Mungu haimaanishi kwamba hautakutana na changamoto, lakini utakapokutana na changamoto, matokeo yatakapokuwa ni tofauti na usipokuwa na mahusiano na Mungu. Kwa sababu kuna namna tu atakwambia hapa, maybe go this way, hapa fanya hivi, hapa nenda kile, atakubeba atafanya, like there is so much. I don't want to preach because I'm not yet a preacher. I don't want to, limit my God. Maybe I would be a preacher someday. But what I want to say ni kwamba mahusiano binafsi na Mungu ni very much important. Na sio ile mahusiano kwamba nimesali asubuhi. No sweetheart. Wewe hauamki asubuhi na kusema kwamba nimempigia simu tu
naliu baby wangu, nimempigia simu rafiki yangu. Kuna namna unasema mimi nina mahusiano binafsi na huyo mtu. Namna ambavyo nitakuwa na relate na Gigi, nitazana na mahusiano binafsi na Gigi. Wewe unatuona hapa maybe daily, every week. Lakini kuna namna tuna mahusiano binafsi na wewe on a personal note. Yes. Ila sisi tuna mahusiano binafsi. Na wewe kuna watu na mahusiano binafsi. Kwa ile extent namna mna interact na kila kitu kiko tofauti. So I'm talking about kuwa na mahusiano binafsi na Mungu. Sio kufanya tu kwamba nasali. Asubuhi nikiamka tu nimesema nimeishia hapa. Tunavyosali tunamsikiliza Mungu, tunatii obedience, tunafanya nini. So there is so much, but all in all I just want to encourage you, kama alivyosema Gigi, God can do so much more. Kama aliweza kuumba mbingu na dunia ndani ya siku 6. Sababu siku ya 7 alipumzika, hakufanya chochote. He just used 6 days kutengeneza mabara yako 7-6. Niliambiwa kuna bara moja sio ni kama like okay yako 7, lakini moja ni kama alikaliza na watu sio kwa sababu ya ubaridi wake, I don't know. Geography guys, mimi na geography kama tulikuwa tuna one sided relationship. Kwa hiyo huyo Mungu ambaye ameumba those 7 continents, ambaye ameumba watu wenye akili, watu wanatengeneza visiwa katikati ya bahari, watu wanatengeneza mbuga za wanyama sehemu ya ukame, watu yani like people do great things. Mungu huyo aliumba hivyo vitu vyote ndani ya siku 6. Sembuse miezi 7. Labda wewe utakuja kuangalia tayari tushaingia John sembuse miezi 6. Labda tuseme unakuja unaangalia hii episode July, sembuse miezi 5. Tuseme unaangalia sembuse miezi 4, sembuse miezi 3, sembuse miezi 2, sembuse mwezi mmoja, sembuse wiki moja. Hapana jamani, hiyo sio Mungu wetu. Sembuse masaa. Sembuse masaa. And the Bible tells us siku moja kwa Mungu ni miaka 1000. Yeah, kwa hiyo I just want to encourage you. Words are not enough to say thank you. Hey, Lord, you're my everything. So guys, I hope kuna mimi binafsi I've been encouraged, I've been reminded. Yeah, seasons tofauti. Yeah. High seasons zile ambazo ni unakuandaa malengo yako pale, you're so excited, you can see yourself there and like you know like everything is possible, everything is doable. And then come seasons za kujitia tu more like okay, maybe in a few hours, maybe in a few weeks, maybe in a few months. And then these moments are like, okay, maybe it's not doable. Okay, and then you remind yourself like, okay, tufanye ni January tena. Unaji-excite tena na nini, lakini mwisho wa siku katika yote kitu ambacho kinabakia kwa constant ni Mungu. And then kama una mahusiano yako na Mungu vizuri, inakuwa constant ni wewe na Mungu. Kwa Mungu atusaidie, aendelee kututia nguvu katika yote, usikate tamaa. Yani just pat yourself on the shoulder and tell yourself kama okay, kesho ni siku tena. Lisali moja ninakuja nimesaa tena, siku moja ni siku tena. So binafsi sina kitu cha kuongezea. Do you have anything else? I do. I thank God ameniwezesha kurekodi this episode. Guys, nilikuwa ninasinzia mimi. Tumefika hapa. Glory to God. Hakika Bwana ni Ebenezer. I'm telling you guys, yani usingizi uko kwa hapa. So yeah, I think God is a miracle. Yeah. Like she's not hungry and full and she's healthy, but issues don't come in. So yeah. So guys, until next time, please don't forget to subscribe, like, comment, and share. Yeah. Lakini ukishindwa kufanya yote, but don't give up. Don't give up on you. Don't give up on God. Yeah. Until next time, my name is Kate. You can just call me Gigi. And I'm Belinda. You can call me Belinda Babalifa. Yeah, and we are having amazing people behind the camera. SR Studio on the beat. Shout outs to you. God bless you. Thank you so much for amazing work. Bye. Bye-bye.